Kwa nini tunasema uzao usioharibika? Kwa sababu kuna uzao unaoharibika. Ningetamani unitegee sikio lako ili kwamba tuweze kuelewa mambo machache ambayo yanaweza kutuvusha mahali tukapiga hatua. Kwanza, tunapozungumza kwa habari ya uzao, ni jambo ambalo kila mmoja analifahamu. Ukisoma kwenye Biblia kitabu cha Mwanzo kabisa, Mungu kwa mara ya kwanza anaongelea kwa habari ya uzao. Ile Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 15. Anasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Tunaona hapa kuna uzao wa mwanamke alafu kuna uzao wa joka. Uzao wa mwanamke alafu kuna uzao wa joka. Yesu au Mungu anamwambia joka kwamba nimeweka uadui. Ina maana kuna uadui ambao umewekwa kati ya uzao wa joka na uzao wa mwanamke. Kuna uadui. Maana yake wakionana, hata kama hawataki kupigana, watapigana tu, kwa sababu kuna uadui ambao Mungu ameupandikiza ndani tayari. Sasa uzao wa mwanamke huu, kimsingi anayezungumzwa hapa ni Yesu, ambaye ndio uzao wa mwanamke. Manake alizaliwa na mwanamke bila mwanaume. Hapa huyu ni Yesu Kristo. Lakini uzao wa joka manake ndio uzao wa shetani. Kwenye Biblia utaona kuna mahala unaitwa uzao wa Manefili, kuna mahala unaitwa uzao wa Wanefai, kuna mahala utaona unaitwa uzao wa wana wa Anaki, uzao wa Majitu. Wote unakuwa ni uzao. Kuna mahala unaitwa uzao wa Ibilisi, kuna mahala unaitwa uzao wa nyoka, uzao wa mashetani. Wote ni uzao ambao umetokana na uzao wa joka, ambao wanafanya vita na uzao wa mwanamke. Lakini baada ya kuwa Yesu amezaliwa, wale wote ambao wanampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yao wanazaliwa mara ya pili, wanakuwa uzao wa Mungu, ambacho ndicho ambacho nataka tuangalie hapo leo. Alafu kule kushindwa kwako basi uweze kupata tiba au kupate ufumbuzi. Unaweza ukawa unaishi na hofu na wasiwasi na mashaka, ni kwa sababu tu hujaijua asili yako. Hujajua tu kwamba asili yako umetokana na nini. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye Biblia kitabu cha Ezekieli ile sura ya 16, kitabu cha Ezekieli ile sura ya 16, anaongelea kwa habari ya asili ya kuzaliwa kwako, ambayo ndio nataka niifunue ndani ya moyo wako. Ukijua asili yako, asili uliyotokea, umetokana nini, hiyo inatosha kabisa kuweza kupata ujasiri na kusimama na kumshinda adui yako, hata kama angekuwa na nguvu kiasi gani. Kuna wakati tunakutana na adui ambaye ana nguvu kutuliko, na unaweza kutishika, unaweza kuogopa, kwa sababu tu hujajua siri kwamba hata kama adui yako angekuwa na nguvu kiasi gani, lakini wewe kuna kitu ambacho ndani yako kinaweza kubeba ile asili ya kuzaliwa kwako. Hebu tuangalie Ezekieli sura ya 16 mstari wa 1. Tutasoma pale mpaka mstari wa 3. Kitabu cha Ezekieli ile sura ya 16 ule mstari wa 1, tutasoma na wa 3 mpaka wa 3 pale mpaka wa 4. Anasema, neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwatokana na nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako,
na mama yako alikuwa Mhiti. Unaona, anaongelea kwa habari ya asili ya kuzaliwa kwa Yerusalemu. Unaona, Yerusalemu imetokana na matabaka mawili. Tabaka la kwanza tunaona kuna Mwamori, kuna Mkanani, lakini pia kuna Mwamori. Imetokana na Mkanani na Mwamori ndio ikatokea Yerusalemu. Kwa hiyo kumbe kila kilichozaliwa kina asili yake. Bwana Yesu asifiwe. Kila kinachozaliwa au kila kilichozaliwa kina asili yake, na hiki kilichozaliwa ili kishinde, ili kifaulu, ili kifanikiwe, lazima kiijue asili yake. Kile kitendo cha kuijua asili yake ndicho kitakachopelekea matokeo husika katika maisha yake. Kuna wakati unaweza kuwa una asili inayokupelekea kushindwa. Kuna mtu anashindwa kwa sababu ya aina ya asili aliyonayo. Kuna mtu maisha yake yanakuwa kama jinsi alivyo, kushambuliwa, ya kuonewa kulingana na asili kule alikotokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo asili yako ndio mtaji wako, asili yako ndio nguvu yako. Asili yako yaweza kukudidimiza chini, yaweza kukuinua juu. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kujua asili yako. Tunaona asili yako yatokana Mkanani, asili yako kuzaliwa kwako. Anaiambia Yerusalemu, asili yako na kuzaliwa kwako kwatokana nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako na Mhiti alikuwa mama yako. Unaona asili. Kwa hiyo nguvu ya Yerusalemu inategemea asili hizi mbili alikotokea. Ndio maana utaona mara kadhaa unaweza ukafuatiliwa kwenye maisha yako na asili ya kwenu. Utaona Mtume Petro analiongelea hili jambo, kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya kwanza na ule mstari wa 18. Waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya kwanza na ule mstari wa 18. Anasema hivi, nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kutoka kwa baba zenu. Mpate kutoka mwenendo, hilo neno mwenendo maana yake asili. Mpate kutoka kwenye asili zenu, ambazo mlizipokea kutoka kwa baba zenu, Kwa hiyo kumbe kuna vitu, kila kilichozaliwa kuna vitu waweza kuvipokea vikakufelisha au vikakufaulisha. Unaweza kujishangaa ukasema, kwa nini mimi nafeli kwenye maisha yangu? Kwa nini mimi sitoboi kwenye maisha yangu? Kila unapopiga hatua unakutana ukuta. Kila unapoanza kitu kinakuwa hakina mwendelezo. Kumbe inawezekana kuna asili uliyoipokea. Hii asili ndio inayoharibu kila kinachotokea kwenye mikono yako, ndio inaharibu kila ambacho unakifanya. Kwa nini? Kwa sababu asili ina uwezo wa kumvuta mtu ikamrudisha mahali au ikampeleka mahali. Kwa hiyo tunamwona Mtume Petro anasema tulikombolewa si kwa vitu vinavyoharibika, fedha au dhahabu. Anasema ili tupate kutoka, tumekombolewa si kwa vitu vinavyoharibika, fedha au dhahabu. Anaongelea kwa habari ya kukombolewa. Kukombolewa maana yake ni kuokolewa, kunusurishwa, kusaidiwa kutoka mahali kwenda mahali pengine. Anasema hivi, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea au mliourithi, au mliorithishwa kutoka kwa baba zenu. Anaangalia kwa habari ya damu ya Yesu, kwamba tumekombolewa kupitia damu ya Yesu Kristo. Bali kwa damu ya Yesu, ya mstari wa 19, bali kwa damu ya Yesu yenye thamani kama ya mwanakondoo asiye na doa au asiye na dosari wala yaani Kristo. Kwa tunaona kupitia Kristo ina maana iko asili ambayo lazima tuipokee kupitia Kristo.
Sasa mtu anapookoka, mtu anapozaliwa mara ya pili, hiki ndicho ambacho Yesu alikuwa anaongea na Nicodemus ambaye alikuwa ni mwalimu wa sheria. Hebu tuangalie kitabu kile cha Yohana ile sura ya 3. Kitabu cha Injili ya Yohana ile sura ya 3. Leo ukifahamu na ukaelewa kinachokutesa ni nini, basi utakuwa umemaliza vita yako kabisa na ushindi wako waweza kutokea mara. Kitabu cha Yohana sura ya 3 ule mstari wa kwanza. Kitabu cha Yohana sura ya 3 ule mstari wa kwanza. Anasema basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyu alimjia Yesu usiku akamwambia, Rabi, tunajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja nawe. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Hebu sema amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Unaona, anasema ili uweze kuona ufalme wa Mungu lazima uzaliwe mara ya pili. Anapoongelea kuzaliwa mara ya pili, maana yake alizaliwa mara ya kwanza, anatakiwa azaliwe mara ya pili. Mara ya kwanza hii aliyozaliwa ni ipi sasa? Ni ile aliyozaliwa na baba na mama. Ile aliyozaliwa na baba na mama, akakaa miezi 9 ndani ya tumbo lake. Anapokuwa amezaliwa, maana yake kuna vitu vingi vinaweza kuwa vinamfelisha kwenye maisha yake. Kuna mahala hawezi kupafikia kwenye maisha yake. Sasa ili aweze kupafikia hapo mahala kwenye maisha yake, inampasa azaliwe mara ya pili. Sasa anasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Anaongelea kwa habari ya kuzaliwa mara ya pili, kuzaliwa mara ya pili. Sasa kuzaliwa mara ya pili kunafanyikaje? Ndiyo maana mimi na wewe hapa tulioko hapa wote tumezaliwa mara ya pili. Lakini lazima ujiulize, kama waliozaliwa mara ya pili ni washindi, mbona mimi sio mshindi? Mbona kuna kufeli kwingi kwenye maisha yangu? Mbona maisha yangu yanaonekana ya kusuasua hivi? Na hali ya kwamba aliyezaliwa mara ya pili, maana yake tayari ana ushindi ndani yake. Kuna ushindi, maana yake yeye anategemewa awe mshindi kwenye kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini mimi sio mshindi? Kwa nini mimi naonekana dhaifu? Kwa nini mimi naonekana maisha yangu kama jinsi yalivyo? Ina maana kuna kitu sasa ambacho hakijafunuliwa ndani yako. Kuna kitu ambacho hakijafunuliwa ndani ya moyo wako, hujakielewa bado. Kwa sababu maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 8, ukisoma mstari wa 31, anasema mtaifahamu kweli, alafu kweli itawaweka huru. Ina maana kuna namna ambavyo usipoifahamu kweli unaweza kuishi maisha ya utumwa ingawa wewe sio mtumwa. Unaweza kuishi maisha fulani ya kufeli ingawa wewe sio mtu wa kufeli. Unaweza kuishi maisha ya kushindwa ingawa wewe sio mtu kabisa wa kushindwa. Maandiko yanasema sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Maana yake tunapopigana hatupigani ili tushinde. Tulishashinda tayari. Tunapopigana maana yake tunatetea ule ushindi wetu, lakini tunao tayari mkononi, kwa sababu Yesu alishashinda tayari, na sisi tunamfuata Yesu ambaye ndiyo mwanzilishi wa imani yetu. Sasa kwa nini nashindwa kwenye maisha yangu? Kwa nini maisha yangu yanaonekana kana kwamba yanadidimia chini? Maana yake inawezekana ile asili ya kuzaliwa kwako bado haijafa, na haijafa kwa sababu bado ndio inaooperate kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukitaka kitu kipya kifanyike, maana yake lazima cha kale kwanza kife. Arudia tena, kitu kipya ili kioperate
na ili uone matokeo ya hicho kitu kipya, maana yake lazima kitu cha kwanza kipotee. Yesu alitanguliwa na Yohana, ambaye Yohana ndiye aliyembatiza Yesu, lakini Yesu ndiye alikuwa anakusudiwa katika yote. Yohana hakuwa mlengwa, ila alitumwa ili aweze kutengeneza njia. Alipombatiza Yesu, utaona kitabu cha Injili ya Yohana, Injili ya Yohana ile sura ya kwanza, Injili ya Yohana ile sura ya kwanza mstari wa 29. Nataka uangalie hivi vitu, alafu unaweza kujua kitu gani ambacho wewe kinakufanyisha kwenye maisha yako. Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Kesho yake alimuona Yesu akija kwake. Kumbuka, baada ya kuwa amembatiza Yesu na mbingu zimefunguka, tunamuona kumbe Yesu baada ya kuwa amebatizwa, mbingu zikafunguka, malaika Roho Mtakatifu akamjia juu yake kwa mfano wa hua, alafu mbingu zikasema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Maana yake ilikuwa ni kuishiliza wito au kazi ya Yohana Mbatizaji. Yohana anatakiwa akabidhi sasa, ili Yesu aweze kuendelea kutokea pale. Sasa sikiliza, anasema kesho yake akamwona Yesu anakuja, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Huyo ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba yuaja mtu nyuma yake, ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu, wala mimi sikumjua. Lakini ili adhihirishwe kwa Israeli, ndivyo maana mimi nilikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohana akawashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake, wala mimi sikumjua. Lakini yeye aliyenituma kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Unaona, anasema nimeshuhudia kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Ukiendelea kusoma utaona anaongelea kwamba huyu inapasa azidi, mimi nipungue. Maana yake kazi yake Yohana imeisha, inatakiwa ichukue nafasi nyingine ya nguvu nyingine ambayo ni Yesu Kristo. Vile vile pia tunapokuwa tumezaliwa mara ya pili, tumeokoka, maana yake kuna namna ya asili ya kwanza tuliozaliwa kwa namna ya mwili inatakiwa ife, alafu asili ambayo tumezaliwa kwa namna ya roho iweze kutenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ndipo palipo na ushindi. Ndipo kwenye kushinda kwa mtu au ndipo kwenye kushindwa kwa mtu? Kushindwa kwako kumepigiwa mahesabu. Sio kwamba umeshindwa tu kwa bahati mbaya. Kushinda kwako au kushindwa kwako kunakuwa kumepigiwa mahesabu tayari. Kuna mahesabu mtu ameyapiga kabisa, akajua huyu atashindwa hapa. Sasa tunajifunza haya ili kutegua mtego wa adui, kwa sababu kama hujui haki zako za msingi, au kama hujui watakiwa uweje, pia hiyo ni mojawapo ya kifungo au mojawapo ya kuzuia wewe kutokuona mafanikio au kuona matokeo kwenye kile ambacho unaamini kinaweza kukupa matokeo. Sasa naomba twende taratibu. Biblia inasema usipozaliwa mara ya pili huwezi kuona ufalme wa Mungu. Usipozaliwa mara ya pili huwezi kuona. Tuanzie hapo kwanza. Kumbe ili uweze kuona, kuna tendo lazima lifanyike la kuzaliwa mara ya pili, ili uone ushindi, ili uone kufaulu, ili uone kuinuliwa. Maana yake lazima uzaliwe mara ya pili. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili kulikuja au ulikuwa ni mkakati, ni mpango wa kimbingu
kwamba kwa kuwa hawa walishashindwa, kwa sababu adui au shetani kwenye bustani ya Edeni alikuja kuvunja nguvu za mwanadamu. Alipomdanganya akamrubuni, maana yake alikuwa anavunja ile nguvu aliyopewa mwanadamu. Tunajua sote kwamba mwanadamu alikuwa amepewa nguvu. Nguvu ya kwanza ilikuwa ni nguvu ya kutawala. Nguvu ya pili ilikuwa ni nguvu ya kumiliki. Nguvu ya tatu ilikuwa ni nguvu ya kutiisha. Hizo nguvu alikuwa amepewa. Ndio maana muona Adamu anawapa majina wanyama, na wanyama hawamfanyi chochote. Simba wapo, chui wapo, lakini ile nguvu ya kuwatiisha, ile nguvu ya kumtiisha simba ili asitamani nyama yake, asimle, ilikuwa ndani ya Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Hii nguvu ya kutisha shetani akaichukua, kwa hiyo akawa nayo yeye. Ndiyo maana akatiisha wanyama, wanyama wakawa na uadui. Kwa wale ambao ni msomaji wa Biblia, utaona kuna miaka 1000 ya kuishi na Kristo, miaka 1000 ya kuishi na Kristo. Hiyo itatokea baada ya kuwa kanisa limenyakuliwa. Ndiyo mahala ambapo ule utawala wa kwanza ambao uliishi wakati wa Adamu utarudi. Utaona mtoto atacheza na simba, simba atakuwa hamdhuru. Kondoo atakuwa anacheza na simba, simba hamdhuru. Mtoto atakuwa anacheza na nyoka, nyoka hawezi kumdhuru. Maana yake nini? Vile vitu vimetiishwa, vimefanyika, haviwezi kuleta na madhara. Na Mtume Paulo aliongelea ile kwenye kitabu kile cha Warumi sura ya 8, anaongea akamtiishia, akavitiisha vitu vyote katika ubatili. Maana katika uharibifu, vimetiishwa katika uharibifu. Kwa hiyo kuna vitu vinafanya uharibifu kwa sababu vimetiishwa, sio idhaa yake, sio matakwa yake, ni kwa sababu yeye aliyevitiisha katika uharibifu. Kwa hiyo kuna vitu vinaweza kufanya vitu tofauti, ni kwa sababu vimetiishwa chini ya ubatili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile nguvu ambayo mwanadamu alikuwa amepewa, nguvu ya kutawala, nguvu ya kumiliki, nguvu ya kutiisha, na Mungu alikuwa amemtawaza mwanadamu juu ya kazi ya mikono yake. Maana yake alikuwa ndiyo mtawala. Ile nguvu ikavunjwa ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu akawa anaishi maisha ya hofu, maisha ya kujitafuta. Kwa nini? Kwa sababu ile nguvu iliyo ndani yake imemtoka kwa sababu ya dhambi ya Adamu. Kwa ile nguvu imemtoka. Kwa hiyo anapozaliwa mtu mara ya pili, au Yesu alipokuja Adamu wa pili, akatengeneza njia ya kumfanya huyu mwanadamu arudi kwenye ile nguvu. Anarudije? Anarudi kwa njia ya kumpokea Yesu. Anarudi kwa njia ya kumwamini Yesu. Anapomwamini Yesu, maana yake ile nguvu inarudi kwenye maisha yake. Sasa lazima pia uijue unayo hiyo nguvu na uanze kuitendea kazi. Kuwa na silaha na kushindwa kuitumia silaha sio ushindi katika vita. Unaweza ukawa na silaha nzuri, lakini hujui namna ya kuitumia, ukashindwa na silaha yako nzuri, na watu wakija wakakupekua wakashangaa umeshindwaje? Mbona umeshindwa kizembe wakati silaha unayo? Nilikuwa nayo lakini nilishindwa kuitumia. Sasa sisi tayari tunao ushindi ndani yetu, lakini tumeshindwa kuutumia ushindi. Ndiyo maana utaona kwa mfano kwenye Biblia watu ambao walikuwa wanajua. Unamwona kwa mfano Daudi mwana wa Yese. Daudi mwana wa Yese ingawa ni kijana mdogo, lakini alikuwa anajua kwamba yuko Mungu mwenye nguvu, ambaye nguvu alizonazo zinaweza kumsaidia kushinda vita, kumshinda Goliath. Goliath alikuwa ni mtu wa vita tangu ujana wake, ana experience na amepigana vita nyingi sana, na hata ukimwona yupo akiwa na medali nyingi za kivita. Lakini huyu kijana mdogo ambaye ni junior, ni mtu ambaye ndio anachipukia, anawezaje kushinda vita kubwa namna hii, ambayo watu wa historia, kwa sababu Sauli alikuwa ni mtu anayejua hayo mambo, na ndio maana hata Daudi alipomwambia mimi nakwenda, akamwambia huyu mtoto tu, wewe huyu mtoto tu. Tazama, yule ni mtu wa vita tangu ujana wake, wewe ni mtoto tu, huna experience yoyote. Hapo ulipo huna hata mavazi, hujui hata principle za kwenda kupigana vita, hujui principle kwamba tunapoenda vitani wenzako tunavaa buti za kivita,
tunavaa mavazi ya kivita, ambayo haya mavazi ya kivita yanakuwa na bulletproof. Ndio tunakwenda naye, tunachukua na upanga tunakwenda nao. Wewe mimi nakuona umekuja kiwepesi tu, yani umekuja kiwepesi tu, umevaa tu kanzu yako, una sendo zako. Sikuoni kama umekaa kwa mkao wa kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sometime adui anaweza kuwa surprise, na lazima tumpe surprise. Ni wale ambao wanajua mbinu za kiroho. Kuna ambao wanajua mbinu za kihistoria na za kimwili kwa namna ya kupigana vita, lakini Daudi alikuwa anajua mbinu ya kiroho. Alikuwa anajua mbinu ya kiroho kwamba cha kwanza, ili ashinde vita lazima amtumaini Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anajua asili ya nguvu zake ni yeye, sio chuo cha kivita. Lakini Sauli alikuwa anajua asili ya kushinda vita kwake ni mpaka umeenda chuo cha kivita, umefundishwa, umepita depo, umepita kurutu, umefanywa kila namna, ndio umejaribishwa unaweza kupigana vita. Lakini huyu alikuwa anajua asili ya nguvu ya kushinda vita ni Bwana wa majeshi. Na ndio maana anapokwenda anasema nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Manake sikujii kwa CV yangu. Unaweza kuwa na CV na CV shishinde, lakini wale ambao walikuwa wanajua namna ya asili zao, kwamba nilikuwa na CV nimesoma, lakini CV yangu kuna mahala inaweza ikadunda, kuna mahala inaweza sifanye kazi. Kwa hiyo Bwana nikujie kwa jina la Bwana majeshi, ambaye yeye ana uwezo wa kunipa nguvu na nikashinda. Huyo ni mtu ambaye sasa ana ufahamu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Vita zetu tumeshindwa mara nyingi kwa sababu hatukujua namna ya kuweza kwenda. Kwa hiyo tunamuona Daudi kwa sababu alikuwa anajua asili yake ni ipi. Tunaona anashinda vita kijana mdogo kabisa. Anajitwalia umaarufu ambao ulikuwa umaarufu mkubwa sana, ni kwa sababu alikuwa anajua asili yake. Anajua asili ya kushinda kwake ni Mungu. Anajua asili ya kufaulu kwake ni Mungu. Anajua asili yake sio kwa sababu amefanya mazoezi mengi ndio anaweza kushinda vita. Anajua kumwamini Mungu kwa kumfanya akashinda vita, na kweli vita akaishinda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, hebu fungua kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza. Yohana ile sura ya kwanza. Kumbuka ujumbe wangu ni uzao usioharibika. Hicho usisahau, uzao usioharibika. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Yohana sura ya kwanza ule mstari wa 12. Naomba kila mmoja ufungue hapo. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminilo jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Waliozaliwa si kwa mapenzi ya mtu, si kwa mapenzi ya mtu. Kwa hiyo kumbe, aliyempokea Yesu, aliyemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hakuzaliwa kwa sababu ya matakwa ya mtu. Hiyo lazima kwanza uweze kujua. Ambao hawakuzaliwa kwa damu wala kwa mapenzi ya mtu, sio mtu ametaka wazaliwe. Ni Mungu ndiye aliyetaka uzaliwe mara ya pili. Anasema sasa wote waliompokea, kumpokea nani? Yesu. Anasema wamepewa uwezo. Pointi yangu kubwa iko hapo, wamepewa uwezo. Wamepewa uwezo, ability, wamepewa uwezo. Huu uwezo waliopewa ndio una uwezo wa kuwa transform wakawa watoto wa Mungu. Narudia tena, kila aliyempokea Yesu, kama umempokea Yesu, kuna uwezo umepewa. Tuko sawa sawa? Kama umempokea Yesu, basi kuna uwezo umepewa.
Na kama unaamini kweli umempokea Yesu, basi kuna uwezo umepewa. Huu uwezo uliopewa, kazi yake mmojawapo ni kukufanya, ni kukubadilisha kutoka kwenye asili ya kwanza ambayo umezaliwa na baba na mama, au umezaliwa na damu. Maanake una DNA, kuna vinasaba ambavyo vinaishi ndani yako vya kutokea kule kwenye ukoo wenu, ambavyo babu na babu na babu na babu unavyo, ambavyo vinasaba hivi vinaweza kusafiri uzao mpaka uzao. Kuna vinasaba vingine ambavyo ukivipata ndani yake vina hasira, na ndio maana kuna watu wanaweza kuwa na tabia fulani, tabia ya hasira. Na adui akijua una hiyo tabia ya hasira, ana uwezo wa kuitumia wakati ambao wataka kufanikiwa, ile hasira akaitibua. Ndio maana kuna watu kila anapotaka kufanikisha jambo fulani, kuna haiba inainuka ndani yake. Ile haiba inapoinuka ndani yake, inamtoa kwenye mapenzi ya Mungu, inamtoa kwenye ule ushindi, alafu anaanza upya. Ni mtu ambaye kila akifika kuna jambo linafanyika, wanaajua, manake anarudia upya tena. Ni kama vile unamuona mtu yuko vizuri, ni mwanafunzi huyu, yuko vizuri kabisa form 1, anaenda vizuri form 2, na mpaka walimu wanasema tunamtegemea huyu, hapa kuna wani, hapa kuna wani itatokea hapa. Kwa wanajua kabisa kwa uwezo wa mtoto alionao, ile akili alionayo, na hata anavyoonekana kabisa, anaonekana huyu lazima atafaulu form 4. Form 4 kwenye mtihani wa form 4 huyu lazima atapata division 1 ya single digit. Maanake huyu atafika mahala fulani. Adui yeye sasa anasubiri wakati mitihani inaanza, kuna jambo linatokea. Huyu mtoto anachanganyikiwa kwenye mazingira hayo, moyo wake unakuwa hautulii. Kuna tukio limetokea la kumfanya asiconcentrate kwenye mtihani, kwa hiyo anakuwa hajatulia, alafu mitihani ikiisha anarudi kuwa nomo, anarudi tu kawaida. Maana yake nini? Adui ana uwezo wa kuchungulia hii familia, huenda haitakiwi ifike mbali, wanatakiwa waishie mahala fulani. Kwa nini? Hiyo iko kwenye pipeline. Kwenye pipeline ya damu kuna DNA, kwamba watu wa haiba hii, watu wa familia hii huwa washindani. Utaona kwa mfano, kuna watu wanaweza kutamka vitu kwenye vizazi. Daudi alipokuwa mfalme wa Israeli, kati ya vita ambazo walipigana na Sauli, kuna mkuu mmoja wa majeshi ya Sauli, baada ya kumwona Daudi ameshinda, akamfuata Daudi, akazungumza na Daudi, anaitwa Abineri. Akamwambia Daudi, naomba unisamehe sana. Unajua mimi nilikuwa ni mkuu wa majeshi na nilikuwa nafuata amri ya bosi wangu, lakini nimeona vita imeisha, nimeona kuja nipate, niombe msamaha, yaishe. Wewe ni mfalme sasa hivi, endelea, naomba yaishe. Akatengeneza amani. Alipotengeneza amani, Abineri akaondoka. Kipindi hicho Daudi, mkuu wake wa majeshi alikuwa ni Yoabu. Yoabu alikuwa ameenda mahali, kwa hiyo hakuwepo siku hiyo eneo hapo la ikulu. Aliporudi akapata taarifa kutoka kwa wapambe wake, akamwambia kuna jamaa amekuja hapa. Nani amekuja? Abineri bwana, amekuja Abineri, amesema nataka na mfalme. Wamekaa na mfalme mazungumza, halafu mfalme tunashangaa amemwacha tu, ameondoka. Maandiko yanasema Yoabu akasema hili jambo haliwezekani. Kwa nini amemwacha sasa? Bwana Yesu asifiwe. Unamuona mkuu wa majeshi yuko against na kiongozi wake mkuu. Hayo mambo yapo kwenye familia, yapo kwenye utawala, yapo kwenye kila jamii. Maandiko yanasema ndipo Yoabu akatuma mtu, akamwambia mfuatilieni, mkifika mrudisheni, mwambieni hivi, mfalme anakuita, anataka mzungumze vizuri zaidi. Na kwa kuwa Abineri hajui shida yoyote, kweli alipopewa ujumbe akarudi.
Aliporudi akapokelewa na mkuu wa majeshi mwenzake. Yeye ni mkuu wa majeshi wakati wa Sauli, anapokelewa na mkuu wa majeshi wakati wa Daudi. Akampokea, akamwambia karibu isee, habari za siku nyingi na nini. Lakini kulikuwa kuna bifu. Abineri alishawahi kumuua mdogo wake na Yoabu wakati wa vita ile, aliwahi kumuua. Kwa hiyo Yoabu ana bifu, Yoabu ana kinyongo, anasema haiwezekani uniulie ndugu zangu alafu nikuache. Biblia inasema akamchukua, akamwambia njoo tuzungumza huku pembeni. Akamtoa kwenye upeluni wa watu, akampeleka mahali. Alikuwa na kisu. Biblia inasema alipomzungusha uwani, akachoa kisu, akamchoma tumboni. Abineri akafa. Jambo lile lilimhuzunisha sana na kumfanya mfalme akasirike sana. Ikapelekea mfalme kutamka maneno kwenye familia ya Yoabu. Akamwambia Yoabu, kwa kuwa umemwaga damu wakati si wa vita, ni wakati wa amani, damu hii isiwe juu yangu mimi na ufalme wangu na nyumba yangu, lakini damu hii iende kwenye nyumba yako. Anasema kwenye uzao wako asije akakosekana mtu atakayeenda kwa kuchechemea, kwa kutegemea fimbo. Asije akakosekana mtu atakayetokwa damu. Asije akakosekana mtu ambaye hatakufa na njaa. Maana yake njaa ikitokea lazima wafe. Akasema hayo maneno. Haya maneno kumbuka anayatamka Daudi. Haya maneno yakaingia kwenye familia ya Yoabu. Kwa hiyo watoto wa Yoabu, wajukuu wa Yoabu na vilemba vya Yoabu vinapozaliwa vinatembea chini ya laana, vinatembea chini ya hayo maneno. Na inawezekana Yoabu amekufa, watoto wake wamekufa, wanaishi wajukuu ambao hawakuwepo. Ni kama vile unamuona tu Yona, unamuona Nuhu alipotoa laana kwa mjukuu, sio mtoto, kwa mjukuu ambaye hana kosa lolote, hajafanya chochote. Kwa hiyo watoto wa mjukuu wake wanapita katika mambo mabaya, wanapitia ugumu, wanaishi maisha magumu. Kumbe kuna neno lililotamkwa ambalo limebeba asili ya uharibifu, imekaa ndani ya vizazi vyao. Kwa hiyo hivi vizazi, maana yake kila kikitaka kufanikiwa, ile laana inainuka, ana disqualify kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna watu wanaopita kwenye maisha yao, una sifa za kufanikiwa kwa namna ya vigezo vya kibinadamu, kwa maana kama ni mchapakazi, unajituma, unafuata procedure zote, lakini panapofikia kufanikiwa hufanikiwi. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho yako maneno ambayo haya maneno yamesimama kwamba kila akitaka kufanikiwa tayari imeandikwa kwamba hawatafanikiwa, hawatashinda. Kwa hiyo kizazi kinapita katika maisha ya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu kizazi kinapita kwenye maisha ya namna hiyo, hakuna anayejua saa hiyo. Kwa hiyo mtu anapita kwenye maisha magumu na hajui atokeje. Unaweza kuangalia kwenye makanisa, ukaenda ukanyweshwa maji, ukapewa keki, ukafanyiwa hiki, ukafanyiwa kile. Hivyo vyote haviwezi kuvuka yale maneno. Yaani kuna vitu ukifanya haviwezi kuvuka mpaka wa yale maneno yaliyotamkwa. Kwa hiyo kuna familia zinapitia ukata wa maisha, zinapitia ugumu wa maisha, kwa sababu kuna vinasaba vinasafirishwa. Kuna vinasaba vimesafirisha jambo fulani. Na utaona kwa mfano watoto wa mzee Yakobo. Kuna watoto wawili, mmoja anaitwa Lawi. Hao watoto hasira yao ilipanda baada ya kuwa wamemuona dada yao. Kuna bwana mmoja, mfalme mmoja katika nchi waliokuwa wanakaa, alikuwa na mwanae. Kwa hiyo akawa amemchukua dada yao. Jambo hili ikawakasirisha sana, kwa sababu hakuwa Myahudi.
na ilikuwa jambo hilo haliwezekani kabisa Myahudi aolewe na si Myahudi. Lakini yule bwana akawa amefanya extra, ameenda mbali zaidi, kwa hiyo kawa hakuna namna. Ikabidi waambie okay, sawa, kama wanataka kumuoa basi ni vizuri tuwatahiri wanaume wote. Na hilo jambo maana yake walikuwa wanajua tukiwatahiri wanaume wote maana yake watashindwa kupigana vita. Lengo lao ilikuwa wakiwa na vidonda ndio wavamie mji. Kwa hiyo Biblia inasema wakakubali wanaume wote kutahiriwa. Kwa hiyo wanaume wote wakawa wagonjwa, wakiugulia maumivu au wakiugulia vidonda vya kutahiriwa. Ndipo hawa watoto wawili wa Yakobo wakauvamia mji, wakawapiga, wakamchukua dada yao, wakaondoka naye. Tendo hilo Yakobo akalichukia. Wakati anawaita wanae, anawabariki, akasema roho yangu haitaingia au urithi wangu hautaingia kwenye hasira yenu. Maana yake Lawi alikuwa ni mtu mwenye hasira. Sasa utaona jambo hilo linaleta athari vipi. Wakati limetamkwa hivyo hakuna athari. Anakuja kuzaliwa mtoto kwenye kabila la Lawi anaitwa Musa. Musa huyu anapozaliwa, tunaona maisha ya Musa, hasira ndio ilikuwa inamtesa. Utaona kuna mahali wana wa Israeli wanamsumbua Musa, wanataka maji. Mara kadhaa wametaka chakula, wakapewa chakula. Wametaka nyama, wakapewa nyama. Wamefika mahala wanalalamika. Ni watu wa kulalamika. Duniani kuna watu wa kulalamika. Wapo tu, huwezi kuwakosa. Biblia inasema ndipo Mungu akamwambia Musa, una fimbo mkononi? Akasema ndio ninayo. Akamwambia chukua hiyo fimbo, nenda kaupige mwamba ili utoe maji, hawa watu wanywe. Sasa kwa kuwa Musa kwenye situation kama hiyo, Mungu amezungumza naye, ila ana hasira ndani yake. Lakini hasira hii maana yake ni hasira ambayo alikuwa nayo babu yake Lawi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shetani akaangalia udhaifu uliopo, kwamba ili nimkoseshe huyu, ili huyu asiingie kwenye nchi ya ahadi, huyu nitumie hii hasira yake. Kwa hiyo akaitumia hasira yake, ikapanda hasira yake. Biblia inasema akaenda kupiga mwamba mara mbili, alafu akawaita, enyi waasi, njooni hapa mnywe maji. Tendo hilo Mungu akakasirika. Si kama maji hakutoa, akatoa maji wakanywa wana wa Israeli. Ila Mungu akamuita Musa, akamwambia njoo. Musa, kwa nini hukunistahi mbele za hao watu? Na kwa namna hiyo, kwa sababu hukunistahi, unaiona nchi ile pale, unaiona ile nchi itakiwa uingie, lakini hautaingia kwa sababu hukustahi mbele ya wana wa Israeli. Kwa hiyo unaona hasira iliyo ndani yake, adui akaitumia, ndio ikamshusha viwango vya kuto kuqualify kuingia kwenye nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo adui ana uwezo wa kuangalia udhaifu ulionayo wewe ni upi. Na kwa kuwa adui ana uwezo wa kuangalia DNA, akaangalia huu ametoka kwenye uzao gani, kwenye huu uzao au kwenye huu ukoo walikuwa na udhaifu gani? Walikuwa na udhaifu kwenye huu ukoo, walikuwa na pumu. Wanaichukua pumu, wanaihamisha, wanakupa mwanao. Kwa hiyo mwanao anakuwa na pumu. Unajiuliza, hii pumu jamani imekuaje? Kuna vizazi 10 haviwahi kuumwa pumu. Ukitafuta, ukiulizwa, wachungaji wanakuambia hebu kaulize kwenye ukoo wenu, je, kuna pumu? Unaenda kuuliza shangazi, anasema wala hakuna. Baba mdogo unamtafuta, wanasema wala hakuna, kwetu hakuna hilo jambo, hakuna hilo jambo. Unauliza mpaka mahala unashindwa kabisa, unachanganyikiwa. Unasema hawa wachungaji hawanaweza kuniambia nikaulize, nimeuliza sijapata. Kumbe wala hata alipo kwenye vizazi 10 hapo ni baada ya kule. Ila adui ameona kwamba wewe kuna mahala unakwenda, nimfanye mwanao awe dhaifu ili ushughulike na mwanao, ili upambane na mwanao, ukoshe, ulegee kwenye mambo ya Mungu, kwa sababu maana yake wewe ni muombaji sana, tummalizie nguvu ya kuomba. Kwa hiyo tukimwekea hapa kawa bize na mtoto ana pumu jamani.
fulani, unaenda kwa hospitali hii, unatoka unaenda hapa, unahangaika. Ule muda wa kuomba haupo, ule muda wa kumtumikia Mungu haupo. Wanasema hapo tumemkomesha. Kumbe tayari adui anatempa na hatima yako. Anafanyeje? Kuna kitu amepitisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, kuna jambo watakiwa ulifahamu. Ndicho ambacho nataka ukifahamu leo, kwamba hakuna namna unaweza ukapenya, na ndiyo maana Yesu ameleta mbadala. Mungu ameleta mbadala, kwamba usitumie kitambulisho cha kwanza cha kuzaliwa na baba na mama, cha kuzaliwa kupitia DNA. Utumie kitambulisho kingine ambacho hiki ndio mwisho wa kukomesha kila jambo. Kama ukijua namna ya kukitumia, shida yako inaishia pale. Watakuona unapenya, hawatakufikia. Watakuona faulu, hawatakufikia, kwa sababu umejua namna ya kutumia asili yako mpya, ambayo hiyo ndio ina nguvu. Ukiinua kwenye maisha yako, umefanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Hebu sema amen. Amen. Ukianza kumaster kwenye hilo eneo, utaanza kuona mzigo unapungua kwenye maisha yako. Hiyo ndio maana ya wokovu. Wokovu hauna maana kama unapitia bado, una struggle bado. Haimaanishi kwamba mtu aliyeokoka hawezi kustruggle. Haimaanishi hivyo. Lakini kuna vitu vingine una struggle, havitokani kwamba Mungu anakupitisha. Mungu anaruhusu jaribu ili akuinue. Ni vitu vinavyotokana na familia, na wewe umeshindwa kuvizuia kwa sababu huna ufahamu. Lakini tayari hilo jambo lilishashughulikiwa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake lilishashughulikiwa kwenye msalaba. Kwa hiyo kuna vitu ukupaswa wewe kupitia, vilishashughulikiwa msalabani tayari. Wewe ni namna ya kujua na kuchukua ile hati na kumwambia Mzee Kibogoyo, ona hapa tayari. Una kitu kingine? Una deni juu yangu? Sasa wapi umeniweza? Sina deni juu yako. Na basi ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama huna, ndio maana kwa mfano umepotelewa na gari, alafu ukaanza kutafuta gari lako, ukalitafuta, alafu ulipita mtaa fulani ukamwona bwana mmoja analiendesha kisheria. Utakapoenda kwa yule bwana ukamwambia gari ni la kwangu, atakuuliza hao kivipi? Hili langu kabisa, tena hili gari niliuziwa na Mwarabu mmoja. Sawa, kivipi? Tena hili gari unajua nimekaa nao, nimelitunza sana, unajua, na nilitunza mpaka ina miaka 10 hili. Asema sawa, hao. Au utasema hamna, yani ni kwa kabisa, utaka fujo pale. Mnaenda polisi. Polisi mnaenda mahakamani. Mahakama ili iweze kutatua hiyo kesi, ataulizwa huyu, gari umeipata wapi? Atasema mimi nimeuziwa. Sawa. Na wewe unayesema ya kwako umeipata wapi? Atasema mimi nimeinua mahali fulani. Sawa. Je, unaweza kutuletea document? Huyo ataleta document. Na wewe unaweza kutuletea document. Bahati mbaya document hauna. Nini kitakachotokea? Ni kweli hii gari ya kwako kabisa, yako kabisa. Leta document. Hauna document. Maneno yako tu hayatoshi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hayatoshi. Na hii ndio aina ya Wakristo walio wengi, wana maneno tu ila hawana evidence. Shetani huwezi kumshinda kwa maneno tu. Lazima uwe na viambatanishi. Unapopeleka viambatanishi, ndio maana utaona kwenye Biblia kuna wazee fulani walimkamata mama mmoja. Ukisoma, nafikiri ni Yohana ile sura ya 8, ukisoma kuanzia mstari wa kwanza pale, walimkamata mama fulani kwenye uzinzi. Na sheria ya Musa ilikuwa ni kwamba ukimkamata mtu kwenye uzinzi anakuwa apigwe mawe mpaka anakufa. Walipomkamata wakampeleka kwa Yesu, wakamshtaki, wakamwambia Yesu,
Tazama, huyu mama tumemkuta anazini, na sheria ya Musa inasema apigwe mawe mpaka afe. Yesu akasema sawa kabisa, hamna neno. Yesu akainama akawa anaandika. Wakati anaandika akainuka akawaambia, okay sawa, ninyi mliomleta huyu mama hapa, mtu yeyote ambaye hana dhambi au wa kwanza kuchukua jiwe ampige huyu mama. Yesu akainama. Biblia inasema hilo neno alolitamka, kumbuka Yesu anasema asiye na dhambi awe wa kwanza, ila wale bwana wote walioko pale walikuwa hawana hati miliki ya utakatifu. Kila mtu akaanza kuona dhamira, ikaanza kufunua, wewe ulizini jana, na bila shaka hata huyu mama alishawahi kuzini naye, ila tu ameona wivu kwa sababu amechukuliwa na mwanaume mwingine. Sasa hapa kweli hapa Biblia inasema kuanzia aliye mdogo mpaka mkubwa akaondoka kimya kimya, hana confidence. Swali liko hivi, je, huyu mama hakufumaniwa? Alifumaniwa. Ndio maana nipeleka pale. Yesu anapoamka anamwona wako wawili tu, yeye na yule mwanamke. Akamuuliza, washtaki wako wako wapi? Akasema, wameondoka sawa. Kama basi kwa sababu hawapo, hata Yesu kushtaki, ila usitende dhambi tena. Kinachomuokoa huyu mama ni nini? Sio kwamba hajafanya dhambi, amefanya dhambi, ila hakuna vielelezo vitakavyomfanya apate adhabu ya kifo. Ndicho ambacho kwenye ulimwengu wa roho inatembea kwa namna hiyo. Unataka upone ugonjwa, una kielelezo cha wewe kupona ugonjwa. Hauendi tu mbele za Mungu kaanza kulia, Mungu amenionea shetani sana, amenitesa sana, ona jinsi ambavyo nimekuwa mwaminifu kwako. Sawa kabisa, amekutesa kabisa. Je, una kifungu ambacho waweza kukileta ili kwamba huyo anayekutesa ionekane anakutesa kinyume cha sheria? Hauna. Sio kwamba huna kujaokoka, sio kwamba Yesu hana nguvu, ana nguvu, ila wewe ndio huna kiambatanishi. Hii ndio sababu umeokoka na bado unapitia maisha magumu. Yohana sura ya 8 mstari wa 31, taifahamu kweli nayo kweli itaweka huru. Kinachokuweka huru sio wingi wa maombi unayoomba, ni maombi unayoomba alafu una kweli. Hii kweli ndio inakuchomoa kwenye hatari. Hii kweli ndio inakutoa kwenye hiyo badeli. Hii kweli ndio inakufanya ushinde. Daudi kinachomfanya ashinde vita sio kwa sababu yeye anajua kupigana vita, ila nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Anaipata wapi? Anaitwa Jehova na ndiye jina lake. Ni mtu wa vita, Jehova ndio jina lake. Kwa hiyo kumbe haji peke yake, maana yake hapigani yeye, maana yake una uhakika sasa. Kwa sababu hiyo kwenye ulimwengu wa roho hakuna ambaye wewe kushindana Yesu akashinda. Wewe Goliathi, Yesu alishashinda, alishamshinda shetani. Wewe unafanya sasa. Lazima uwe na kiambatanishi kitakacho kusaidia wewe kupenya mahali ambapo umeshindwa kupenya. Unaona, kwa mfano nikusaidie kwa wale ambao huenda unahitaji uponyaji. Fungua kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro.
Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 24. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 24. Anasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mlipona. Tuwe hai kwa mambo ya haki, kwa kupigwa kwake nilishapona. Sio mtapona, nilishapona. Ina maana kabla ugonjwa haujaja, ukumbuke ugonjwa unapandwa juu ya uponyaji. Okay. Unanunua kiwanja ila kilishanunuliwa. Shida yake inakuwa umenunua kiwanja ila kilishanunuliwa. Shida yake inakuwa Taka nikuonyeshe tu vitu vidogo. Umenunua kiwanja ila kilishanunuliwa. Sitaki kujua umeingizwa mkenge au hujaingizwa mkenge, ila umenunua kiwanja ila kilishanunuliwa, na aliyekinunua wa kwanza ana hati miliki ya ardhi. Wewe umekuja huko, umekutana madalali, una shida ya kiwanja na umepata kabisa kiwanja, na kwa sababu fedha zipo ukashusha na tofali, ukashusha na simenti, ukatafuta na mafundi na ukajenga na ukamaliza kabisa finish. Alafu mwenye kiwanja anakuja. Nini kinatokea? Hizo kesi zipo? Zipo au hazipo? Inapotokea hiyo kesi inakuwaje? Hiyo kesi inapotokea inakuwaje? Mwenye hati amekuja. Hivi unaweza kusema jamani, na mimi nimwambia sikujua. Ukujua. Ni bora ukutane na mtu ambaye anaweza kusema hivi, okay anyway, kwa sababu umetumia gharama. Kumbuka huyo mtu ametumia milioni 200 kajenga nyumba. Alafu bwana aliyenunua kiwanja alinunua kipindi hicho, alinunua tu milioni 1, ila wewe umeuziwa ambapo mwenzako alishanunua. Hiyo kesi, kama huyo mtu hajakuhurumia akasema okay basi nirudishie basi gharama zangu za kiwanja nikuuzie, akasema hapana, hii kiwanja ni cha kwangu, ukutana na watu wa sampuli kama wakina Naboth. Unafahamu Naboth? Naboth alikuwa amepewa urithi. Mfalme anamwambia mimi nitakupa shamba jingine au uniuzie. Anasema hauzi mtu, hapewi shamba jingine, katafuta wewe kwingine hapa kwa. Ukutana watu watata wa namna hii. Umemwaga milioni 200 pale. Wanakuambia, wanakutana na kwambia sikiliza, mimi na kiwanja. Kiwanja ni cha kwangu. Sasa nyumba tafanyaje? Anakuambia ibebe kichwani. Ibebe itoe ipeleke mahali pengine. Kuibeba huwezi. Ndicho ambacho shetani anataka umfanye hivyo. Shetani amekuja kupanda ugonjwa maana ambapo kuna tayari alishanunua Yesu. Manake atakiwa nitafute aiza bomoe, njia zake aniache nilele maisha yangu. Ndio tunapoenda mahakamani sasa, tunaenda kwamba yeye ni kweli kabisa. Inawezekana kweli sijaja, lakini haukuona kabisa kiwanja kwangu. Unajua kwani hujajenga? Hiyo sasa kutokujenga kiwanja ndio wewe uje. Unajua ni uzembe wako kwa sababu hujajenga. Anasema hivi, tulipokuwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Kwa kupigwa kwake, sio niliponywa. Kama niliponywa, ina maana ugonjwa unafanya nini? Manake ugonjwa unatakiwa uondoke. Ugonjwa unatakiwa uyeyuke. Manake hana nguvu shetani. Huyo ni mtu sasa ambaye amekomalia hapo huu mstari, amekomalia. Hiyo ndio haki yake sasa. Anamwambia iwezekane. Hakimu lazima tu atoe maamuzi. Maamuzi yatakayotoka. Mwache huu.
Shetani anaondoka na mavilabu yake, anaondoka anahanyahanya. Kwa nini? Alipanda mahala ambapo si pake, palishanunuliwa. Hiyo haki, hiyo sheria inapoingia ndani yako, unatembea kifua mbele, hauna hofu ndani yako. Kinachokufanya unapokuwa umeenda mahakamani na hofu, unashindwa hata kama kesi wapaswa kushinda. Ile paniki, ile hofu. Ndio maana maandiko yanasema usitupe ujasiri wenu. Kuna watu wanapoenda mbele za Mungu hivi, unajua unapoomba maana yake unaenda mahakamani. Maombi ni mahakama. Yaani maombi, kile kitu cha kusema katika jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo ninakataa ugonjwa huu, maana yake unaenda mahakamani. Umeingia kwenye mahakama ya mwanakondoo. Maombi ni maamuzi. Umeenda kwenye dawati la maamuzi kwamba lazima uamuliwe, na wapo pale wanaoamua. Upande wa shetani wapo, upande wa Yesu wapo, wamesimama pale na mashahidi wapo. Alafu anakusikiliza, umesimama kwenye mimbari, umesimama kwenye kizimba, unaanza kujielezea, unasema mnajua jamani, moja mbili, wanamsikiliza, wanasema sikiliza, wewe ongea na wewe, naye naongea, napimishwa, sheria inakaa pale, anasema huyo hapa, wewe nafikiri una shida. Kesi inaahirishwa. Wanakaa wanajadili vizuri kwanza. Kesho wanawaita tena. Nile kesho, ndio maana upaswi kuomba alafu kata tamaa. Ukiona hujapata nenda tena kesho. Peleka hoja. Ile confidence ulionayo, kwa sababu kwanza unajua haki zako. Unaijua sheria. Adui anaachia, wewe unapewa kile ambacho utakiwa upewe. Sasa basi, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo kuna uwezo tumeupokea tulipookoka tu, na uko ndani yako, ila hujawahi kujua kama unao. Hujawahi kutumia huo uwezo ulioko ndani yako. Wewe unajua tu kuimba mapambio, unajua tu kwenda kanisani, unajua tu hapo, lakini hujawahi hata siku moja kuanza hivi. Ule uwezo nilioupokea siku nilipozaliwa mara ya pili unatenda kazi, kwa sababu ule kazi yake ni kutransform. Unakubadilisha asili yako. Unakubadilishaje asili yako? Unakubadilishaje asili yako? Sasa unawezeshwa na mambo kadha wa kadha. Jambo la kwanza ambalo linawezesha ule uwezo ni kuomba. Jambo la pili ni neno la Mungu. Sasa hebu nisome andiko la pili, alafu niyaunganishe hapo ili turuke kama tai kuelekea kwenye uhuru wetu. Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23. Naomba kila mmoja ufungue hapo. Anasema hivi: kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Unaona, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Kule anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sasa anasema hicho kitendo kwa kuwa kimeshafanyika sasa. Kwa kuwa kimeshafanyika hicho kitendo sasa, kwamba tayari nimeshampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yangu, hicho kitendo kimeshafanyika. Sasa Mtume Petro anasema kwa kuwa mlizaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, kwa mbegu isiyoharibika, kwa mbegu isiyoharibika. Hiyo mbegu inayoongelewa hapo maana yake ni neno la Mungu, ambalo hili neno la Mungu lina pumzi ya Mungu. Alafu hili neno halikai siku mbili, halikai mwezi miwili, wala miaka mitatu, linakaa hata milele.
Naomba kunisikilize sasa. Kwa kuwa tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, kwa maneno rahisi, sisi ni uzao wa neno ambao ni mbegu isiyoharibika. Lakini shetani anaweza kujaribu, akafanya majaribio ya kuharibu, ila wewe uharibiki. Ukweli ni kwamba unabaki kwamba siharibiki. Ayubu, shetani alikuja kumharibu, akaharibu uchumi ambao umetokana na Ayubu, kwa sababu Ayubu alikuwa anamcha Mungu. Katika shughuli zake za kumcha Mungu akafanya uzalishaji. Kwa hiyo maana yake uzalishaji wake ni access ya maarifa ya kimungu yaliyo ndani yake. Na ndio maana mara ya kwanza Biblia inasema shetani alipoenda kwa Ayubu, akakuta Ayubu amezingirwa pande zote. Soma Biblia kwenye kitabu cha Ayubu ile sura ya kwanza mstari wa 10. Anasema alipoenda akamkuta Ayubu amezingirwa pande zote. Anasema umemzingira Ayubu pande zote, nyumba yake, mali zake, watoto wake, na yeye mwenyewe umemzingira. Ni kweli nimemuona, lakini umemzingira. Kwa nini? Ayubu amezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, hawezi kuharibika. Lakini shetani anaweza kujaribu kumharibu, lakini haharibiki. Na ndio maana mtu yeyote ambaye umepata challenge, kama unamwamini Mungu, hauhitaji kupoteza matumaini. Hata kama umestruggle maisha yako yote hujapata jana, hutakiwi kupoteza matumaini, kwa sababu hujapata ulichotafuta. Hutakiwi kupoteza matumaini, kwa sababu wewe ni mbegu isiyoharibika. Ila adui anaweza kutesti, kujaribu, akafanya jaribio la kukuharibu, lakini lazima mwambie ukweli, siharibiki. Hiyo ndio imani yetu. Imani yako ni ipi? Ni ile unapomwangalia Yesu, unapoangalia ahadi yake. Amesema siharibiki, asiwezi kuharibika. Kuna vitu vitakuja kama kwa Ayubu. Unaona, adui akaanza kuharibu mali, akaharibu watoto, uzao maana yake, akaharibu na afya yake. Ayubu bado yeye anajua neno moja, siwezi kuharibika. Ingawa mali sina, ingawa watoto sina, ingawa mpaka afya yangu pia nayo sina, lakini siwezi kuharibika. Kilichokimfanya Ayubu wa survive ni kwa sababu alikuwa anajua ukweli ambao unatokana na imani yake. Kama hujui ukweli unaotokana na imani yako, imani ulionayo ni bure na wewe umekufa. Haimaanishi unapookoka hautapitia nyakati ngumu, utapitia. Haimaanishi hautajaribiwa, utajaribiwa. Haimaanishi mambo hayatakuwa hovyo, yatakuwa hovyo. Ila mimi nimezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, kwa maana ya kwamba siharibiki. Maana yake hata maombi yangu ni kama mbele za Bwana, ni anayeomba siharibika. Siharibiki kwa sababu mimi ni uzao wa neno. Anayeharibika ni yule wa kwanza, aliyezaliwa na damu, aliyezaliwa na wazazi wa kimwili. Huyo aliyezaliwa amezaliwa kwa neno lisiloharibika, kwa mbegu isiyoharibika. Maana yake siharibiki hata kama nikioza. Ndio maana Yesu hata alipokufa wakamzika, akakaa siku 3, hakuharibika kwa sababu ni mbegu isiyoharibika. Maandiko yanasema yule waliomuua wakasema wameshisha, wakamshangaa siku ya 3 wamefufuka, kwa sababu ni mbegu isiyoharibika. Waweza kufufuka tena. Nasema hivi, hata kama ulikuwa umechoka, waweza kufufuka. Hata kama umekongoroka, umekaa mifumo mikavu, watashangaa kesho kutwa wakija, wanakuta nyama zako, wanakuta umefanikiwa. Ni kwa leo hujafanikiwa, wanaenda kukucheka wakasema, oh, huyu hajafanikiwa kabisa, huyu ni hai kabisa. Na nikwambie hivi, unapoishika ile ahadi
Na nikwambie kesho wakija, mwaka kesho wakija, miaka 5 wakija, miaka 10 wakija, wanamkuta yule ambaye alikuwa mifupa mikavu, leo sio mifupa mikavu. Yule ambaye alimkuta anakaa kwenye mbavu mbili, amekaa kwenye mjengo usio wa kawaida. Yule ambaye alikuwa anatembea kwa miguu, kuna baada ya miaka mikadhaa, mimi nikwambia hivi, imani yako itakuokoa. Maandiko yanasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa nini? Kwa sababu imani huwa inakuokoa. Maandiko yanasema hivi, imani yako imekuokoa, enenda usifanye dhambi tena. Lazima uwe na imani juu ya kitu. Kama una imani, utakuwa ni mtu wa kulia siku zote. Utakuwa ni mtu ambaye kila siku unatiwa moyo. Kuna wenzako hawatutiwi moyo, kwa sababu tunajua ni kweli naweza kupigwa na tufani, nikapigwa kushoto, nikapigwa kulia. Naweza kuwa nikamka asubuhi sielewi, lakini mimi ni mbegu isiyoharibika. Kwa sababu shetani anapojaribu kuleta vitu, anataka kuharibu. Anapoharibu kuna kitu anatafuta, sio mwili wako. Kuna kitu anatafuta, sio watoto wako. Hapana, kuna kitu anatafuta. Sio kazi yako. Kuna kitu anatafuta, sio kunyang'anya. Kuna kitu anakitafuta, kile lazima ukitunze. Useme mimi ni mbegu isiyoharibika, mimi ni mbegu isiyoharibika. Nilikuwa nimenipiga na magonjwa, lakini mbegu isiyoharibika, sitaharibika. Hata kama mkinizika nitaishi tena, hata kama mkiniua nitafufuka tena. Maana yake ni mbegu isiyoharibika. Hata kama watokee watu waseme hivi, kuanzia wewe tumekufuta, waliomfuta ni wa kwao, ila wewe ni mbegu isiyoharibika. Maana yake ufutiki. Wakikufuta unarudi pale pale, wakikwenda kwenye mstari unarudi kwenye mstari ule. Haleluya! Ni mbegu isiyoharibika. Unapotembea, huo ni utambulisho kwenye maombi. Unapoanza kuomba unasema mbegu isiyoharibika inaomba. Haiombi ili ipewe, lakini inaomba kwa sababu tayari ilishapewa tayari. Sikiliza nikwambie hivi, tutapoenda mbele za Mungu hatuombi ili tupewe, tulishapewa tayari, ila tunakwenda kuweka uthibitisho kwamba saa yangu imefika, nipeni mzigo wangu. Saa yangu imefika, nipeni haki yangu. Saa yangu imefika, nipeni usema wangu. Hii ndio saa yangu Bwana, lazima mnipe. Sijaja hapa kuleta maombi ya kupewa kazi. Tayari kazi ninayo, ila kuna mambo fulani hayajakaa sawa sawa. Huu ndio wakati wangu, lazima mnipe. Unashangaa unapoanza kuomba hivyo, mbingu inasimama inasema, hatiye kuomba mtu wa namna hii anaomba kwa namna hii, hebu mpeni haki yake. Kuzimu anasema, hii anaongea nini huyu hajui kabisa, mpaka ukoo wake tumeuchakaza kabisa. Anasema ni kweli nimetakaza ukoo, lakini nimebaki mimi peke yangu. Haleluya! Mmeo wengine, ila mimi nimebaki kwa jina la Yesu, ili niseme maneno ya Bwana, nitoe ujumbe wa Bwana. Sikiliza, usikubali ukoo mzima mkafa. Usikubali kabisa. Lazima abakie mtu mmoja apeleke taarifa. Lazima abakie mtu mmoja asamke kwamba Mungu anaishi, alafu wewe sababu ya ndugu zako na ukoo wako kuinuka tena kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Sema kwa jina la Yesu, mimi ni mbegu isiyoharibika. Sema kwa jina la Yesu, nimezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, yaani neno la Mungu lenye pumzi ya Mungu, kwa jina la Yesu. Sema nimezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Maana yake unapoanza kutamka hayo, unaanza kufuta mambo ya DNA. Maana yake unaharibu asili yako ya kuzaliwa na mzee Makazi. Ile asili ya ukoo wenu inaanza kufifia, inaanza kufa, inaanza kupotea. Ile ikipotea ikaminywa, kuna asili inapanda, kuna asili ya uwana wa Mungu inapandwa, kuna asili ya Mungu inapanda ndani yako. Unakuwa mshindi, anayetembea ni mshindi. Na ndio maana Daudi hakuogopa, hakuenda kwa Goliati kama mtoto mzee Yese. Hakuenda kama mtoto mzee Yese, alienda kama mtoto wa Mungu, alienda kama mwana wa Mungu anayemtegemea Mungu, kwa sababu mtoto wa Yese angeshindwa. Walikuwepo akina Eliabu, walishindwa. Walikuwa mtoto wa mzee Yese, alikuwepo Sauli, alishindwa. Alikuwa mtoto wa Kishi. Lakini kuna kijamaa mmoja mdogo tu akasema, mimi kuanzia leo sitembee na asili ya mtoto wa mzee Yese, natembea na asili ya mtoto wa Mungu. Akaanza kupenya na hiyo asili. Na nikwambie, kama unafanya biashara na hasiendi, acha ile asili ya kwenu. Kwenu mlishafeli, kwenu mlishashindwa, kwenu hakuna aliyeinuka. Lakini naamua kutransform, naanza kubadilika, naanza kwenda kwa asili aliyeshinda, kwa sababu Mungu
alishashinda. Yesu alishashinda. Ameshinda umaskini, ameshinda mauti, ameshinda magonjwa. Unapotembea wanasema mpisheni huyo, huyo alishashinda. Mpisheni huyo afanikiwe. Haimaanishi hawatajaribu kukuua, haimaanishi hata Yesu alijaribu kumuua, lakini saa yake ilikuwa haijafika bado, hawakuweza kumuua. Nataka nitangaze juu yako, hata kama wakitaka kukuua hautakufa na presha. Kwa nini? Kwa sababu saa yako ya kufa haijafika bado. Mtu anakufa saa yake ikifika. Kama haijafika siwezi kufa. Alafu Yesu akasema hivi, mnapokufa na utoa uhai wangu ili upokee tena. Maana yake hakuna anayenitolea uhai. Lazima nawe useme mahala kwamba hakuna mchawi, hakuna mganga, hakuna darueshi anaweza kutoa uhai wangu, wala hakuna mawazo anaweza kutoa uhai wangu, lakini kama nikiutoa maana yake saa yangu imefika. Mtume Paulo akasema hivi, wakati wangu wa kumiminwa umefika, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, nimezipiga vita vizuri vya imani. Maana yake nini? Wakati hajamaliza, kuna mahala walimpiga mpaka akamuua, lakini jamaa akafufuka tena, akaishi tena, kwa sababu saa yake haijafika bado. Leo natangaza yale magonjwa hayatakuwa kwa jina la Yesu. Ile hofu haitakuwa kwa jina la Yesu. Wale wachawi hawatakuwa kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Sema ni mbegu isiyoharibika. Sema mimi ni mbegu isiyoharibika. Sema mimi ni mbegu isiyoharibika. Unapotamka unatambulisha kwenye ulimwengu wa roho. Mashetani wanaanza kukupisha njia, kwa sababu wewe sio wa kawaida. Manake neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Manake unapojiengage na neno la Mungu, manake ni Mungu anatembea, ni Mungu anaongea. Manake kuzimu na kuhala, hata kama umekumeza, yawezekana pozungumza hapa umeshamezwa tayari, lakini kule ndani ya tumbo ulikomezwa unaanza kusema mimi ni mbegu isiyoharibika. Manake sitakuwa digestion system, manake sitakuwa kinyesi, manake sitatupa chooni, manake ni mbegu isiyoharibika. Wataharibika wengine mliomeza, mimi siharibiki kwa jina la Yesu, kwa sababu nitatokeza tena, nitaishi tena. Alikuwa mtu mmoja anaitwa Yona, alimezwa ila alijua siri moja, yeye ni mbegu isiyoharibika. Hakuwa digestion system ndani ya tumbo la samaki. Akatapikwa tena. Leo natangaza utapikwe kwa jina la Yesu. Afya yako itapikwe, ndoa yako itapikwe, biashara yako itapikwe, wanao watapikwe. Sema tapiko. Haleluya. Wewe ni mbegu isiyoharibika. Sasa nimalize na kipande hiki alafu tuishie hapo. Ukishagundua huo ukweli kuwa wewe ni mbegu isiyoharibika, kwamba ulipompokea Yesu umepewa uwezo. Ukishagundua hivyo sasa, haukai tu bila kujua cha kufanya. Ukikaa bila kufanya chochote, baada ya muda fulani utasema hivi, yale mahubiri ya Pastor Adrian yalikuwa sio kweli. Tatizo si ya kweli, wewe hujajitia juhudi. Ile asili iliyo ndani yako huwa inawezeshwa. Ile asili iliyopandikizwa ndani yako huwa inawezeshwa na mmoja unapoanza kuomba. Radul mushataraba. Sikiliza. Leo nataka kuongezea point nyingine katika tafasiri ya kuomba. Watu wengi wanajua kuomba ni kumwendea Mungu ili wapate mahitaji yao. Watu wengi, ukimwona mtu anaomba, basi ujue anahitaji. Na ndio maana hitaji lake lisipopata ufumbuzi anakufa moyo. Ile bidii ya kuomba inaisha, ile kiu ya kuomba inaisha. Ukimwona huyo mtu namna hiyo, au ukijiona, kwa sababu unaweza kuwa ni wewe mwenyewe, ukiona umepoteza appetite ya kuomba, hauombi kama mwanzo, maana kuna vitu ulikuwa unatarajia katika kuomba kwako uvipate.
na hujavipata, huwa ile bidii ya kuomba inakufa automatically kabisa. Wala hata kalasa hujalogwa hapa, hujalogwa, songele swala kulogwa. Ni ile tu, ni ile hali yako ya kufa moyo, kwa sababu nimeomba nimeona sipati chochote. Alafu mbaya zaidi, unasikia kuna wenzako wanatoa ushuhuda, nilipokuwa nimepitia kwenye wakati mgumu, nilifunga na kuomba, nilipomwomba Mungu akafungua milango. Nasema sasa kwani huyu na mimi naombaje? Au labda mimi nina dhambi? Ndio pale mtu anataka kujitoa madosari, labda mimi nina dhambi, mimi ni mwenye dhambi. Anasema basi bwana, jaribu hivi, unaenda mbele za Mungu, Baba katika jina la Yesu, mimi ni mwenye dhambi tu, mimi ni si lolote wala si chochote, mimi ni mdudu tu, Mungu ni rehemu. Mungu akuangalia, sema unamaliza na hapo nao kiungo hicho unamaliza, hakuna majibu. Unafika mama unachanganyikiwa, hata ujue uombe maombi ya namna gani. Hivi unajua kuna watu ambao ukiambia omba hajui aombe maombi ya aina gani. Tupo tupo, haujui hata utaomba maombi gani. Upo tu unasindikiza tu watu, lakini hujui. Ukiuliza unaombea nini, hata hajui. Kwa nini? Nimeshaomba maombi yote mpaka nimemaliza. Kwa nini? Kwa sababu dhamira yake yeye anajua kwamba kuomba ni kupeleka mahitaji yake kwa Mungu tu, na hiyo watu wengi ndio wanaofanya. Nataka nikuongezeka kipande kidogo leo. Kuomba si tu kupeleka mahitaji yako mbele za Mungu, la hasha. Lakini kuomba, tafasiri nyingine, maana yake ni kinu, nitumie kinu cha kufua umeme. Yaani ukimwona mtu anaomba, maana yake ni generator la kufua umeme. Na majenereta yana vinu tofauti tofauti. Tuna majenereta mawili pale. Jenereta dogo lile pale na kinu ambalo kinu chake kina uwezo wa kufua kiwango fulani cha umeme. Kuna ile kubwa nalo kinu chake kina uwezo, kina capacity fulani ya kuweza kufua kiwango cha umeme. Kumbuka nimekwambia bali wote waliompokea aliwapa uwezo. Yaani maana yake ndani yako wewe una uwezo. Maana yake una source. Maana yake una kitu, una mtaji, una kianzio ambacho Mungu ameweka ndani yako. Usipokitengeneza kikazalisha energy, ambayo hii energy itaenda kutransform maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Maana yake hakuna kukua, hakuna kuongezeka, hakuna badiliko, unakuwa mtu wa kawaida ila umeokoka. Tunaelewana mpaka hapo? Sasa ili tupate umeme lazima tuwashe generator. Ukiwa na generator lile ukaliweka hapo na ukaweka plug ya waya ukaipeleka na hujawasha, utapata umeme? Utapata umeme? Alafu watu wanakuja kushangaa generator unalo afu uko gizani. Ndicho ambacho mashetani wanatung'onga. Yaani una generator alafu unakaa gizani. Wakati ndani yako una generator ambao lina kinu cha kufua umeme. Tena kinu kile ni kikubwa kuliko kile cha kwanza. Cha kwanza si asili ya mwanadamu. Unajua pia mwanadamu, asili ya mwanadamu ina nguvu. Yaani kuna ile tu asili ya mwanadamu ina nguvu kubwa sana. Ila umefungiwa mtambo mwingine ndani ambao wenyewe unaweza kusukuma mpaka mitambo mingine. Ila usipowasha hauleti athari. Ndio maana mtu ambaye haombi ana hasara kwenye maisha yake ya wokovu. Mkristo, mtu aliyeokoka, jambo la kwanza na la maana
ni anatakiwa ajue kuomba, awe muombaji. Ndio maana unaona watu wote walifanya kwenye Biblia wote mpaka Yesu Kristo, ingawa ni Mungu, alikuwa anaomba. Jiulize kwa nini anaomba? Yesu alikuwa ndani yake, ule uwezo aliopewa ulikuwa mkubwa. Maana yake kinu chake cha kufua umeme kilikuwa kikubwa, kwa sababu alikuwa ndio Mungu wa dunia. Maana yake amekuja kuleta wokovu, lakini lazima aende mlimani, anasukuma ile anaisukuma, anatengeneza, anagenerate, anaanza rikahandu mkapa yanda baba hata anagenerate. Kuna power inazalishwa ndani yake. Ile power inayozalishwa ndani yake, kwa kuwa inazalishwa, kuna nyingine huwa inaenda kwenye mwili, inaua vile vinavyoinuka katika mwili, kwa sababu mwili una upinzani na roho. Hakuna namna utaudhibiti mwili wako eti kwa kwenda kanisani. No. Kuna power lazima itoke ndani, iende idhibiti asili ya mwili, asili ya mwanadamu, asili ya dunia. Unaona kwa mfano, kwa nini watu wengi wanavutwa na mambo ya dunia kuliko mambo ya Mungu? Ushakujiuliza? Leo hii hapa kwa mfano, sisi tumekaa hapa, ipite gari inapiga mziki wa Diamond, uko hapa, ile utasikia tu ndani na kama vile na sio kwamba unataka, ni automatically. Hiyo tayari ni mwili ambao umeunganishwa na nguvu ya dunia, ambayo ndio nguvu ya kishetani. Kwa hiyo tujikuta tu, yaani hata kama unani tu, yaani itakuja tu. Sasa huwezi kutoboa kwenye maisha haya kama maombi yako wewe ni ya kukopa. Maombi nusu kikombe. Unaomba dakika 2 umeshasinzia. Dakika 2 tu. Huwezi kutoboa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niishie hapa. Alafu Alhamisi nitaendelea hapa. Nimekuambia kwamba mwaka huu nataka tuongeze kiwango cha kuomba ingalau 50%. Sasa na uhakika hakuna mtu amefikia hapa 50%. Sana watu perform sana 15%. Huyu ni mtu ambaye anasema na mimi naomba 15%. Nataka tuvute pale, tupate majanti kama 20 hivi, ambao tukianza kunguruma huko ndani, tukinguruma huko ndani, kuna moto wa kutosha. Ile power inapokusanywa, chochote kilichoingia kanisani ambacho si cha Mungu kinakufa. Maana yake kina freeze, maana yake kina paralyze, hakitendi kazi. Alafu cha Mungu kinainuka. Nguvu ya Mungu inasababishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Samsoni amefungwa kamba na ndugu zake, wanampeleka kwa Wafilisti. Ile kumbuka na nguvu za Mungu. Wafilisti wakapiga kelele. Ile kelele waliopiga wakasababisha power iliyo ndani ya Samsoni ikainuka. Mnasema hivi, roho wa Bwana akashuka. Roho wa Bwana akamshukia Samsoni, akazikata zile kamba. Maana yake wasingepiga kelele la Bwana wangewinda. Ila walipopiga kelele wakasababisha nguvu za Roho Mtakatifu zishuke juu ya mtu. Kwa hiyo nguvu huwa inasababishwa. Wewe unayo nguvu tayari, ila haiwezi kutenda kazi isiposababishwa. Na ndio maana hata kama huwezi kuomba, lakini anza kufanya mazoezi ya kuomba. Fanya mazoezi ya kuomba, na ni kwa nguvu, sio rahisi. Na mazoezi mazuri uwe na mikesha. Sio lazima tuwe na mkesha wa kanisani. Unaamua kuwa na mikesha wewe mwenyewe binafsi. Mkesha
Sio lazima iwe kwa yani iwe usiku mzima. Mkesha wa masaa 3. Masaa 3 yatosha. Masaa 3 tu. Unakuwa na mkesha wako wa masaa 3. Rekahatu ya manduru, irahata ya nduru makaba, ya manduru. Hapo huombi Mungu akufungulie milango. Ile pao utakayoitengeneza ndani yako, kuna nyingine itaenda kwenye mwili, itashughulika na mambo ya mwili na kule ulikotoka. Nyingine itashughulika na mambo ya roho yako. Roho yako itatengenezewa kinga. Itatengenezewa kinga ya kuweza kuhimili adui anapokuja. Nyingine itaenda kufungua milango mbele yako. Nyingine itaenda kupiga adui zako. Wanashangaa kuna watu wanapigwa makwenzi tu, lakini kuna bwana mmoja yeye anatengeneza power. Ile power ina asili. Leo tukiwasha taa hapa, maana yake chochote ambacho kinaathiriwa kama ni kiovu kinakimbia. Kwa nini? Taa imewaka. Kwa hiyo lazima uanze kuomba. Ile nguvu ndani yako uliyopewa inatakiwa isababishwe. Sema, Baba Mungu, katika jina la Yesu, mimi ni mbegu isiyoharibika. Kwa jina la Yesu, nimepewa uwezo ndani yangu wa kufanyika mtoto wa Mungu, wa kufanyika mtoto wa Mungu, wa kufanyika mrithi, wa kufanyika mshindi. Ninaomba unipe nguvu ya kusimama katika zamu yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amsha kiu ya kuomba ndani yangu, amsha hisia za kuomba ndani yangu, amsha nguvu ya kuomba ndani yangu. Nakataa kila roho iliyonivaa, naivua kwa jina la Yesu. Imeandikwa, mkayavue matendo ya giza ili muvae matendo ya nuru. Nami navua matendo ya giza. Kila uovu ulionivaa ninauvua. Kila hali ya hofu, woga, kushindwa, uvivu, navua kwa jina la Yesu. Navua kwa jina la Yesu. Navua kwa jina la Yesu. Ninaomba unihuishe Bwana, nisimamishe tena, nitie nguvu tena. Mimi ni mbegu isiyoharibika. Mimi ni uzao wa mbegu isiyoharibika. Nimezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, yaani neno la Mungu ambalo ndani yake nina pumzi ya uhai. Mimi nayo pumzi ya uhai. Hakuna mauti ndani yangu, hakuna kifo ndani yangu. Kuna pumzi ya uhai, kuna pumzi ya uzima, kuna pumzi ya kuishi, kuna pumzi ya kufanikiwa kwa jina la Yesu. Natangaza ile asili niliyozaliwa nayo kwa wazazi wangu ife leo kwa jina la Yesu. Ili asili ya Mungu ianze kuchukua nafasi ndani yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu sema amen. Pigie Yesu makofi. Naomba niishie hapo leo, alafu Alhamisi tutaendelea hapo. Shika sadaka yako tumtolee Bwana.